Sisi tunahitaji Simba Arati. Uko wapi bwana? Tunataka bwana governor. Tunataka ukuje utuongoze kwa maandamano. Kama uliama Azimio utuambie leo hii. Usituambie kesho, leo hii ndio tunataka utuambie, usimame utuambie. Mimi kama Simba niliama Azimio nikaenda UDA. Tujue hatuna kiongozi kutoka hapa Kisii. Sisi wananchi tunataka kuandamana. Mimi kwa majina naitwa Vincent Kiaka ama Musungu. Musungu ninajulikana kama mkaaji wa hapa town. Mimi kitu yenye ningeongelea jambo kama 2 ama 3. Kitu ya kwanza, mumesema Uhuru amesema, yani Ruto amesema hataki maandamano. Hii maandamano kama hataki maandamano, wacha akuje tukae chini na kitu yenye tunaweza sema sisi kama wananchi wa Azimio, jeshi la baba, kitu yenye tunaweza sema ni ila aje akuje tukae chini, akubali sava ifunguliwe. Kama yeye alichukua uongozi kwa usawa, akuje hapa tukae chini tuangalie hiyo sava, ama tuite watu kutoka nje wafungue nini sava tukiangalia. Ikiwa walitushinda vizuri, hiyo kitu maandamano itaisha. Lakini kama hakuna kukaa chini tuongee hiyo kuhusu hiyo nini ya sava, hatuwezi kaa chini na maandamano hatutakosa. Lazima tutaenda maandamano kila siku. Kwa majina naitwa Eric Umae, mkaaji wa hapa Kisii, nikifanya kazi ya bodaboda. Sasa tukiangalia Kisii, zile shida tuko nazo ni mingi. Kama sasa saidi ya mafuta, hiyo ndio shida ya kwanza. Ya pili, saidi ya unga imepanda bana, mpaka wa Kisii tumeshindwa tutorokee wapi. Bwana kiongozi Samuel, siangalie vitu kama hiyo, at least tujaribu kuadjust wa Kenya ndio wasiteseke sana. Ya pili, tujaribu kuheshimu hao viongozi wenye walitoka kama akina Matiang'i, wa Kisii waheshimiwe mahali wako. Kama Matiang'i na akina Uhuru. Hao watu wetu waheshimiwe kwanza. Ukitaka amani na wa Kisii, hiyo ndio kitu ya kwanza, heshima kwa wa Kisii mahali wako, na viongozi kama former president waheshimiwe wote. Hiyo ndio niko nayo. Naitwa Geoffrey Mokaya, mkaaji wa Kisii. Hii maneno ya maandamano imekuwa iko kwa katiba, ni kitu iko mzuri, imekubalika. Kitu mimi ningeomba serikali iache incite the public. Watu wa maandamano hawana fucho, watu wa Azimio wanataka maandamano ili kupressurize government ipunguze maisha ya gharama irudi chini. Kitu ya pili ni makosa kwa serikali. Ukipata kiongozi kama Kimani Ichung'wah akisimama in the public, akianza kuincite the public against the people who are in maandamano, hiyo ni makosa sana. Tunamuonya aheshimu sheria. Pia nataka kuongelea Inspector General Police, fuata sheria. Mtu akiwa kwa maandamano, soma sheria, wacha kupea watu vitisho. Wacha, Kenya ni ya watu wote, sio yenu nyinyi ambao na wale mko kwa serikalini. Kenya ni yetu sisi wote. Wacha kufanya Kenya iwe kampuni. Pia mwana bodaboda hapa Kisii County. Kazi yangu nafanyia hapa Kisii Town. Lakini kuambie maisha ya siku hizi vile tunaendelea, kama si Raila ingekuwa ni kama gari imetobolewa miguu na inatembezwa na rimu. Sasa wa Kenya tunatembezwa na rimu. Hakuna kitu kwa nyumba. Maisha imekuwa ngumu, wanafunzi hawasomi, akifika shule serikali inadanganya eti wanafunzi wajifukushe. Kwani huku kwa mashule wanakula mawe? Si ni chakula, lazima mzazi alipe pesa. Sasa unachukua mtoto leo shule, kesho ndio huyu amefukuzwa, amekuja kwa nyumba. Utakula nini na yeye? Juu pesa afadhali ungelipa kwa shule, huyo mwanafunzi akule huku kwa shule. Sasa mwanafunzi anafukuzwa, tena mnashinda na kale chakula kadogo unahazo. Maisha ya siku hizi imekuwa ngumu. Kama Raila ni Moses mwenye aliokoa Waisraeli, wacha Raila aokoe Waisraeli. Muisraeli ni Mkenya, ndiye ameteseka, ndiye amechuta. Bwana, hata manguo siku hizi kubadilisha ni ngumu, hata sabuni kuoshea nguo ni ngumu. Kila kitu menda mbio. Kila mafuta ukienda siku hizi kama mboga ikikaangwa, mafuta haitoshi. Hata ukinunua ya 800, wiki haishi, inaisha ghafla bin flu. Bwana Raila, sisi tunaomba kama huyu mheshimiwa Ruto kama alikuwa amechukua serikali yake kihalali bila na kidai, afadhali alisign
alisaini kutoka kwa cheo. Wakenya wako wengi wenye wanaongoza Kenya, walete uchumi ipande juu. Uchumi imezorodha tangu waingie mambo ya serikali, wanaiba kila siku, scandals. Pesa wanaweka mfuko, wanaomba maloni, pesa wanafeka mfuko. Mwananchi tunaendelea kuhangaika. Ile sumuni, ile pesa tumekaa baki nao kwa mfuko, ndio wananyang'anya sisi, wanalipa hizo maloni. Alafu kitu kingine, kuna hii sheria ilipitishwa, ni kama rais wetu wafuate sheria. Sheria ni kwa mwananchi ambaye ni maskini, lakini wakubwa wafuate sheria. Kwa nini achague watu kwa vyeo? Ministry moja inakaa watu watatu, hiyo ni mishahara bado, na economy iko mbaya. Ya nini achague watu watatu cabinet secretaries wakae kwa ofisi moja, mshahara wanakula, allowance sipo, sisi tunahangaika. Hao ni wezi, wanatupokonya mali bwana. Hatuna pesa kwa mfuko. Siku hizi hata ukitaka kuuza kitu hakuna mwenye unauzia. Watu hawana pesa ya kununua. Unapata mtoto amefukuzwa, uko na ng'ombe ya kuuza, unachukua kwa soko, unarudi nayo. Juu hakuna pesa. Waheshimu sheria. Hii koti tuseme koti mara ya kwanza iliharibu. Juu ilitetea watu ambao ni waizi, wameiba kura. Mwananchi Mkenya hata akipiga kura haimsaidii. Sasa hakuna maana ya kupiga kura. Watu wasushwe mishahara na washushwe kuandikwa kazi. Vile koti iliamua kwa kutetea mwananchi. Si eti watu waajiriwe kazi na kazi yenye wanafanya haipo. Kenya hii ni kuingia kwa ministry wanapora kupora. Hakuna chenye wanasaidia. Ile mambo tunaitisha kama sisi wa Kisii. Wa Kisii tumenyamaza, na usione simba amenyeshewa usifikire ni umbwa. Sisi tunanyamaza tu, lakini ikilibuka sisi ndio namba moja. Ile vitu wanaharibu, walafu wanasingizia kikundi cha Raila ndio wanaharibu. Waache kusingizia, waache maandamano. Sisi wanaizi tufanye maandamano freely, tutembee freely. Sheria inaruhusu mambo ya maandamano. Imeenda. Ni Peterson, jina kubwa ni SRL. Sasa mimi ni mkaji wa area hii ya Kisii. Maandamano hiyo ni kawaida kwamba maandamano yafanyike kabisa, tena kwa wingi. Ndio maana serikali irekebisha mambo ya maisha ya Wakenya. Mambo ya shamba siwezi ruhusu kabisa eti mzazi anauza shamba bila sisi. Ama niuza shamba bila wazazi. Haitaruhusiwa kabisa. Hiyo mambo ya shamba lazima hata clan elders wajue hii shamba inauzwa sasa. Mambo inakuuza shamba bila kuuzia, watoto wengi wameshika hapa Nyambera, wengine wanachoma mamocheri, wengine wanapotelea mocheri sababu mashamba yamepotea. Haitaruhusiwa kabisa kwa hii Kenya. Na wale maandamano yote yafanyika kabisa, ndio serikali rekebishe. Hizi vitu ulichagua ziko 24. Ukapiga double. Mpaka hata Musalia Mudavadi yako ndani ya katiba, na katiba hairuhusu hiyo maneno. Katiba haiwezi ruhusu hizi vitu zote serikali ya bottom up inafanya. Hapana, hairuhusiwi kabisa. Kabisa. Haya. Raila hata mafuta mpaka watu wa pikipiki hapa wanalia chuja mafuta. Society wa Kenya haki. Ruto anaenda mbali hataki kusaidia wa Kenya. Raila saidia watu wa pikipiki hapa. Hata maji, hata mafuta. Mpaka mapepa hapa. Kwa majina naitwa Dismas Matwero Yugi. Mimi ni mkaaji hapa Kisii. Mimi nafanya kazi ya kubeba mizigo. Na mimi nashangaa kwamba unga imepanda bei, kila kitu imepanda bei. Saa hii maandamano inaendelea, lakini hapa Kisii tuko sawa kabisa. Tungependa sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga awe kiongozi wetu wa Kenya, lakini sasa hii kichwa Ruto amekuja kupandisha vitu bei hapa. Serikali ya sasa hata itusaidii. Kama amepandisha kila kitu, si apandisha hata bei ya kubeba mizigo hapa town. Juu sisi kazi yetu ni kubeba mizigo. Saa hii magari hayasafiri, saa hii hakuna wageni, sasa inabidi tulale njaa. Tutaenda wapi? Serikali, tunaomba usaidizi, tunaomba uongozi mwema. Sina mengi, hao ndio nilikuwa nao machache tu. Wewe ndio president ya Kenya unaitwa mimi naitwa Samuel Weri. Mimi na mkaaji wa Kisii town. Mbiashara ya Kisii. Uchumi ndiye imeleta tumbo hapa. Maandamano ni lazima ifanyikane. Watu wako na njaa kwa ajili wewe ndio president yetu. Mimi naomba na kuheshimu wewe ni president. Jamaa yetu ya kinara ya Asimiwa Raila Amolo Odinga. Naomba muende muongee, msilisane, wananchi wasiteseke.
ndio tutengeneza amani, kila mtu afanye kazi ya wake. Yenye na kuongeleza kama president yetu, wewe ndio mkuu wetu, ukae pamoja, muelewane. Wewe unatoroka unaenda nje, unaajia tunakipigana hapa Kenya. Kwisha.